kikosi kwamba ni kiovu, kikosi cha watu waovu, kwamba katika makundi ya watu lazima kuna wale ambao kwamba ukiwa na mazuri hawakutaki, na kubwa ambao kwamba watakuwa nalo kwenye roho yao wanaona wakumalize tu. Basi mtu mkate panga tu mmalize. Tunaeleza haya kwa sababu ni mambo saa nyingine yanaweza kukuta hata wewe. Kwa sababu ya kuuawa Husaini alayhi salam na wewe ujidhuru. Yule bwana akaingia, asema ukiingia mlangoni wapewa kisu. Kisu kimchoka vizuri, kimfungwa kwenye kamba. Sasa wewe ukiingia ni ujikate sasa. Ati na mimi nitoe damu kama ilivyotoka ya basi ya Husaini ilitoka ya shingo. Ya Husaini ya wapi? Ya shingo, si mgongo. Alikatwa shingo kabisa. Watu ile kata hivi kujikata kwa ikao kutoka damu, kata hapa. Ili utamize ile sunna kabisa vile ilivyofanyiwa na wewe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wathana'u lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man ihtada bihuda ma ba'd. Kwa haya ambayo kwamba tumeyasikia mazuri ya kusikitisha, na pia vile vile kwa wale ambao kwamba tumesikia kisa chake kutoka mwanzo mpaka mahali imefikia, ikiwa itadulisha kitu chochote, basi ni ile utukufu na nubuwa wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hakuna muislamu yoyote ambaye atasikia kisa cha huzuni kama hiki alichofanyiwa mjukuu wa mtume sallallahu alaihi wasallam kisha kisimguse. Na aliyezungumzia Sheikh Bashir, yeye nilikuwa laiki zaidi kwa sababu yeye ni mkubwa wetu sisi. So bila shaka wale waliopata tangu mwanzo wamevuna krimu ile, sisi tumpata mwisho hapa. Mambo yamekuaje? Sisi tukapata mwisho hapo kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka alitabiri kwamba huyu atauawa. Mambo haya yalifanyika lini? Takuta wakati tunapozungumzia tarehe 10 ya kuokolewa Nabii Allah Musa alayhi salam na vitimbi vya Firauni, tarehe 10 hiyo pia vile vile watu wamkumbuka Sayyidina Al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib, ambaye tumeambiwa hapa na mwalimu wetu kwamba kutokana na wajukuu wake au watoto wake ikawa ndio kuunganika na saba ya mtume ambayo iko mpaka leo. Na saba inakwenda mpaka Al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib, mtoto anakuwa ni Fatima binti Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Wakati tukisikia kisa hiki, tukimaliza kusikia, tumesoma nini? Kwamba katika makundi ya watu lazima kuna wale ambao kwamba ukiwa na mazuri hawakutaki, na kubwa ambao kwamba watakuwa nalo kwenye roho yao wanaona wakumalize tu. Basi mtu mkate panga tu mmalize. Ya kusikitisha zaidi, huyo anayekatwa kichwa mbali na mwili mbali, mjukuu wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye utabiri wake ni kwamba kikosi kitakachokuja kumuua ni kikosi ambacho kwamba ni kiovu, kikosi cha watu waovu. Na pia vile vile tumesoma wakati tunaposikia darasa hapa, hamkusikia mtu akilaaniwa hapa. Sote tumesikia kimeelezwa kisa kilivyo, yale yaliyotokea, wala hakuna kuambiwa huu laanatullahi alayhi ule laanatullahi alayhi. Sote tusikitika, na hata msiba ukikupata utasema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wamkumbuka Sayyidina Al-Hussein, wamkumbuka na babu yake na waislamu wote kwa jumla.
Maswahaba pia vile vile tusoma katika kisa hichi msimamo wao, hasa linapotokea jambo hata kama lafanywa na nani. Mmesikia Anas ibn Malik radhiallahu ta'ala anhu, sahaba ambaye amelelewa kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, alipoona kichwa kinavyofanywa alisimama, nafsi haikumpa. Hapo unapodunga ndipo ulipomuona Mtume akiweka mdomo wake sallallahu alaihi wasallam. Na akatukua karari gani? Karari aliyochukua alitoka. Bila shaka shekhi wetu ametueleza kwamba Sayyidina al-Hussein, Imam Hussein, nini kilichomfanya akatoka Madina? Kwa nini alitoka Madina aje mpaka Karbala huko Iraq? Kuna maneno mazuri ambayo kwamba yeye mwenyewe aliyazungumza. Wakati maswahaba wakubwa walikuwa wakamzuia kwamba usende, wale watakwenda kugeuka. Na bila shaka tumeambiwa ni barua ngapi ama kwamba jamaa walimtumia ili kumfanyia murawada, kumbembeleza, ndo tutakutegua bwana, wewe ndio utakuwa kiongozi wetu bwana, njoo bwana. Barua ngapi? Sayyidina Hussein kama babu yake alivyojua kwamba huyo atakwenda kufa, pia yeye aliwaambia maswahaba wale, kuliko heshima ya Madina ivunjwe, kwa sababu kivyovyote tu wale jamaa watafanyaje? Wataniua tu, kwa sababu washatabiri na somo Mtume hayaanguki sallallahu alaihi wa sallam. Na huu ni kiongozi katika alu baiti Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Tusiwe tu na itra, manake wakati tunapozungumza visa kama hivi kisha tukaja zile jaziba zikatushika tukavuka mpaka, kwa sababu uzungumze kafika mahali unaona hii yote yasababishwa na watu kukataa uongozi, kukaa kwenye nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa ukija chini ya hii maneno itakuja kwamba alipokufa Mtume pia mnaona vile mambo ilitokea. Mnaona Mtume mwenyewe pale alitangaza kabisa nani alikuwa shika uongozi baada yake yeye. Unaona sasa pale mahali tunaelekea. Sasa hapo unakuja kumfanya Sayyidina Abubakar ni Siddiq radhiallahu ta'ala anhu kwamba sasa hana maana. Hapo umevuka mpaka. Unaona kama vile alivyofanya Hussein pande ile, ndio hivyo hivyo walifanya akiondoka nani? Sayyidina Ali bin Abi Talib, ambaye ndiye babu sasa huyu wa Hussein, wa Imam al-Hussein. Wakati watu wakiteguana kule katika Saqifa, ni kudondoa tu, lakini makubwa mazuri na zile cream tushapata kwa shekhi hapa. Kwa hivyo tuchukue hiyo faida insha Allah taala, alafu tuwekane sawa tu kwenye baadhi ya misimamo. Sayyidina Ali alikuwa nani? Alikuwa na msimamo kushinda Sayyidina Ali bin Abi Talib. Msimamo wake wa ajabu. Na wakati watu walipomchagua Sayyidina Abu Bakr ni Siddiqi, Sayyidina Ali alisimama na msimamo wake, na ni haki yake, na baadhi ya maswahaba wakumuunga mkono. Lakini angalia hikma, angalia uume aliofanya Sayyidina Ali. Hawa ndio alu baiti Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Yalikaa baada ya muda akakuta Waislamu hapa watafarikiana, Waislamu watakuwa makundi, na umoja wetu ndio nguvu yetu. Sayyidina Ali bin Abi Talib akamwandikia Sayyidina Abubakar ni Siddiq. Na mmesikia majina hapa ya watoto wa Sayyidina al-Hussein. Mmoja nani? Abubakar, mwingine Omar, mwingine Uthmani. Sasa hawa kama walikuwa babu yao kule nyuma hakuwataka hawa, ilikuwaje majina hawa mpaka wakawataja kutabaruku na wao? So ufike mahali singine unamsikia mtu fedhuli atoa mtu kwa Sayyidina Abubakar. Unamjua Sayyidina Abubakar? Wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbih al-a'la wala sawfa yarda. Allah anamwambia wala sawfa yarda, wewe mwambie laanatullahi alayhi. Sababu ni jazba tu basi. Umesoma kwenye tarikhi, kwenye vitabu ukasoma wana tarikhi, kama alivyosema Ustadh Muhammad al-Bidhi kwamba hawa wana tarikhi saa nyingine waropokaji,
Kwa hivyo ukiwa msemaji ana wazimu, wewe mwenye kusikiza kuwa na akili, basi ukishasoma ile historia pia wewe kuwa na tawazun, pima mambo. Hawa watu watukufu, Mtume asema la tasubbu ashabi, msijaribu kuwatukana masahaba zangu. Lau mmoja wenu atatoa jabali ya Uhud dhahabu, hata kufikia ukucha wa sahaba mmoja huwezi kufikia. Tena wasahaba walimwamini Mtume, wakamtetea Mtume, wakafa na la ilaha illa Allah Muhammadun, kuitetea hii dini ambayo tumeipata leo. Kwa hivyo wakati tunaposikia visa kama hivi, tusiwe na jazba, manake tusiende juu zaidi ikafika mahali mpaka tukawatukana baadhi ya masahaba ambao maskini kwa njia moja au nyingine hawakuhusika kwa chochote katika kifo cha nani? Sayyidina al-Hussein. Haya, Abubakar al-Hussein tangulini kwanza, hata alipata wakati wake, si Mtume alikuwa ashaondoka duniani hata. Hasa Abubakar atukaniwa nini? Na hakomi yeye peke yake, aje mpaka Umari pia atiwe ndani naye. Hata huyu naye yumo. Amekufanyaje huyu? Atajwe mke wa Mtume na Aisha radhiallahu ta'ala anha, kwa sababu babake kule ashakanyagwa, hata yeye naye yumo, hata yeye pia naye yumo. Laanatullahi alaiha, inna lillahi. Jamani, hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam nimalizie. Mtume asema katika hadithi yake, yoyote anayelaani yoyote, ikiwa itakutoka mdomoni mwako laani mtu, ile laana Mtume anasema inapanda mbinguni. Inapanda kwenye mbingu. Kisha qadar na qadha ya Allah nayo inafanyaje? Inashuka. Kisha zinakutana laana na, kwa sababu ni ipande ipitishwe ishuke, ije mtandike sasa yule alolaaniwa. Zikikutana, Allah subhanahu wa ta'ala, ile qadha yake na ile laana hukutana pale, zikashikana. Allah subhanahu wa ta'ala kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwangalia yule alolaaniwa, je, anastahiki hii laana? Mtume anasema kama alolaaniwa hastahiki ile laana, basi laana hurudi kwa aliolaani. Hatari. Ndio maana ukisoma hadithi za Mtume akielezwa na maswahaba kwamba makana sallallahu alaihi wasallam la'anan, Mtume hakuwa na tabia ya kufanyaje? Kulani. Kwa hivyo na sisi tuzuieni hii midomo yetu. Kilichotokea cha tuuma sote, ni huzuni yote, kama mwalimu alivyotuambia kwamba mwenye mapenzi na Mtume haambiwi watoto wake, wajukuu wake wamepatwa na hili na zisimguse. Kama halikugusi, manake mapenzi ya kweli kwa Mtume utakuwa huna. Kwa maswahaba ni watukufu, na ikiwa kuna makosa wao walifanya kama binadamu, aya ya Qur'ani iko mwisho wa juzuu ya kwanza, tilka ummatun, kabla kuanza sayaqulu sufaha, Allah sema tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu yafalun. Tena hao na walali wengine wamepigana vita vya Badri, la'alla Allah attala ala ahli Badri faqala lahum i'malu ma shi'tum qad ghafara Allah lakum. Tuzuieni ndimi zetu, si kwa kuuawa mjukuu wa Mtume ifike mahali sasa ni kutusiana na kulaaniana. Babu mwenyewe hakulani watu, wewe walani una nini? Ama inakuuma zaidi? Jazba. Kwa hivyo tusiwe ni watu wa itra, maana ni kuvuka mpaka. Na pia vile vile tusiwe ni watu tusiwe na tafriti wala ifrat. Tafriti maana sasa Hussein tu bana, yani hata ikugusi mahali, walimuua yule, si ilikuwa hivyo, ilikuwa chinjwe, ushindani tu, mtu ashindana, wachakatu tu. Kuna watu tu wafedhuli dunia. Kwa hivyo lile hata halimgusi, haoni kama ni chochote amefanyiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Alafu mwisho kuna hisabu. Hilo lilolifanya kuna hisabu. Siku ile ambaye babu sasa atasimama Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama alivyosema mwenyewe kwenye hadithi, watu watakimbia kwa Nabii Adam alayhi salam. Nabii Adam waseme nini? Jamani, mimi mwenyewe niliambiwa nsile ule mti nikaugusa. Hebu endeni labda kwa nani?
Kimbieni kwa Nuhu, watu wakimbie kwa Nuhu. Nendeni kwa Ibrahim, watu wakimbie kwa Ibrahim. Watu wakimbie kwa Isa alayhi salam. Nabii Allah Isa asema mimi mwenyewe watu wanita nini duniani? Wameniambia paka mwana wa Mungu, paka Mungu. Leo namkutaje Mungu leo? Allah amekasirika leo hasira ambazo hajawahi kasirika hasira kama hizo. Labda nendeni kwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ndio lile shairi la Busiri, al-Imam al-Busiri kwamba tukalisoma hapa, sema ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi. Wakati ile watu kuna vituko, watu kila mtu amebabaika faza, watu wote wakimbie kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume aseme nini? Ana laha sallallahu alaihi wa sallam. Haya sasa, walolo muulia mjukuu, sijui watakuwa kwenye hali ipi? Wale wanaofurahi kwa tukio hili watakuwa kwenye hali ipi? So tukio lizungumziwe, lakini tusivuke mipaka. Huzunika, muombe dua Allah subhanahu wa ta'ala, umuombe naye yasikufike kama haya, afe yeye na watoto wake. Na ukisoma kile kisa, yani shekhe akatuambia hapa, amegusia, lakini watu wana kiu, waombe na maji na wanyimwe, zaidi ni panga, uuliwe mpaka watoto wa kubeba. Mwisho nimalizie, kuna watu saa nyingine hufanya tamthilia, na hiki ni kisa cha bwana mmoja anaitwa Abdul Malik. Huyu bwana alinipa kisa chake, akasema siku moja katika masiku ilifika Ashura, siku ya 10 ile ya mwezi wa Muharram. Huyu bwana asema kaona mahali watu sherehe, ajua kuna wengine wamefunga kwa sababu ya kushukuru, wengine wafunga zile thawabu kwa sababu ya kukumbuka ile historia ya siku kama ile, na Mtume Muhammad akaeleza atakayefunga siku hiyo atasamehewa madhambi ya mwaka mzima. Basi na yeye kuna bwana mmoja rafiki yake akasema tuingie huku. Kilichomshangaza, asema pale mlangoni wakiingia kwenye geti, tunaeleza haya kwa sababu ni mambo saa nyingine yanaweza kukuta hata wewe, kwa sababu ya kuuawa Husaini alayhi salam, na wewe ujidhuru. Yule bwana akaingia, asema ukiingia mlangoni wapewa kisu kimchoka vizuri, kimfungwa kwenye kamba. Sasa wewe ukiingia ni ujikate sasa, ati na mimi nitoe damu kama ilivyotoka basi ya Husaini ilitoka ya shingo. Ya Husaini ya wapi? Ya shingo, si mgongo. Alikatwa shingo kabisa. Watu ile kata hivi kujikata kwa ikao kutoka damu, kata hapa ili utamize ile sunna kabisa vile ilivyofanyiwa na wewe. Tena utoe chop your head, utoe kabisa hii kando na mwili kando. Jamani, huzuni iko. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika masala ya huzuni alimlaani mtu mwenye kuomboleza na mwenye kusikiliza, sio? Kisha Mtume akamlaani pia vile vile mwenye anapata msiba anajipasua na anakata nini? Akata nguo. Hii ni hadithi ya Mtume, kila mmoja yajua. Hasa ifike zinkupanda wewe ujikate. Kumbuka mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yule bwana asema alipoingia pale ndani akapewa kile kisu. Watu wajikata kweli, hapana mtezo. Fungueni simu muone. Kuna watu wa sacrifice mpaka watoto wao. Mtoto mchanga, kwa sababu katika wajukuu wa Hussein kuna wengine walikuwa wachanga. Basi mke wako anzaa miezi 9 mbeba, sio? Utungu wa Hussein, bwana Hussein ibn Ali ibn Abi Talib alikatwa shingo bwana, wakapeana kile katoto. Na anakuja mtu tu amtilie Fatiha, na anapanga amelinua vizuri tu, alafu anakakata kile katoto tabaruk, anakatabaru anakatoto kachanga kabisa. Basi kuna wengine huenda zaidi ya hapo. Mtu wa sacrifice siku ile alichofanywa Hussein na yeye afanyiwe. Yuko tayari kabisa kwa ajili ya wajukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajitoe asulubiwe, akatwe kichwa. Sasa hivi wewe ukiuliwa ufike kwa Allah, Mtume ndio ule pale, ule babu. Allah kuulize, wewe kifo chako kilikuwaje, hali yake labda? Atuombe, ya Rabbi, nazungumza na Mtume Muhammad ndio ule pale, kwamba mimi hata nilikatwa kichwa kwa sababu ya ile kama ya Husaini alokutuma.
haya alokutuma kufanya hivyo alikuwa ni nani? Mahaba ya Rabbi, mahaba. Unajua mahaba mahaba ya nani? Una mahaba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hebu jaribu kuimagine kama Mtume mwenyewe angekuwa, nini ingetokea? Mtume akisema na mimi nikateni, leteni mapanga mnikate, mnikatia mjukuu wangu nikateni na mimi. Hayo una nini? Ni nini nimekushika? Ndio tusema tusivuke mpaka, na pia tusifanyaje? Tusirudi chini tukadharau kwamba kama hakuna chochote kime. Yule bwana aliingia pale akakuta watu vile wanapiga mgongo. Yule bwana akasema mimi siko kwa hii chama hii mimi. Aliwapea kisu chake akatoka. Ambaye shekhe, imani yako onekana bado. Akamba simu alitoka siku ile. Yeye mwenyewe kunipa hichi kisa. Jamani, ya kusema ni mengi na mazuri ya faida tumeyasikia, ili tusivuruge. Insha Allah taala sisi tuyashike. Tunahuzunika sote. Usisahau siku ya Ashura kufanya nini? Kufunga upate thawabu ya kusamehewa madhambi yote. Na pia vile vile hufungi kwa furaha, sio? Hufungi ni kushukuru neema ya Allah subhanahu wa ta'ala, na pia vile vile kutekeleza moja katika hadithi za Mtume, man sama yawman lillahi zahzaha Allahu jasadahu anin nari 70 kharifa. Kule Iran kabla ya siku kama 3-4 watu waende kule Iraq. Hiyo ilikuwa mwaka wa 2023, kama miaka mitatu sasa, 23 22. So watu walikuwa kwenye hao maandalizi ya Ashura. Kuna bwana mmoja ni mashuhuri sana kutoka Ghana aitwa Muhammad. Huyu bwana alikuwa kama ndio tour guide kule Iran. So tukajaliwa kumuuliza shekhe, na hii ya kujikata, kwa sababu hii ambayo yapigwa hapa ni tofauti na ile nyingine. Hawa wanapiga tu ile wamevaa nyeusi na nini, wafanya mazoezi. Na ile ya kujikatakata ile nao ni gani? Kwa sababu sasa uliza yule mwenyewe ndio akupe undani. Akasema wale ni mutatwarifin. Tambia wale ni watu wamevuka mipaka. Lakini huzuni iko na watu wanahuzunika. Lakini sasa wakionekana wale watu utanganywa watu wote, hawa ndio mambo yao. Ndio kujua kumbe kuna tofauti. Sisi mayakhe watu wa kawaida hutia watu wote kwenye kikapu kimoja kwamba wote hawa ni wale tu. Hauliona wapi Nakuru hapa mtu ajikata? Mshawaona nyinyi? Kwa hivyo tusiwe mutatwarifin, tusivuke wala tusidharau. Inshallah tuwe mutawassitin kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Baqara aya katikati, aya 143, kwamba ummatan wasata, kadhalika ja'alnakum ummatan wasata. Mwenyezi Mungu atuwafikie kila la kheri. Mwenyezi Mungu amsamehe kila ambaye labda yanamtoka mabaya kwenye mdomo wake. Mwenyezi Mungu atufahamishe zaidi. Mwenyezi Mungu atupe ilma nafi'a. Mwenyezi Mungu atupe rizqan wasi'a. Mwenyezi Mungu kwa faida hizi ambazo tumezipata hapa, basi iwe insha Allah taala ni dhukhra, ni akiba kwetu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na situondoe duniani illa na la ilaha illa Allah Muhammadun wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad. Assalamu alaykum wa rahmatullahi. Shukran, jazakumullah.